Mungu akakubariki mpaka ndugu zako wakuone wivu. Watu wenye imani wakishangilia na kumpigia Mungu makofi. Na kumwambia tu Mungu akakubariki mpaka ndugu zako wakuone wivu. Haleluya. Kama kuna watu walikuwa wamekusahau wakiona watimu, leo sema nimejua password. Itakao nifanya nitoke na kwenda hatua za juu. Haleluya. Kwa hiyo katika Biblia kitabu cha Malaki sura ya 3 na mstari wa 7. Kitabu cha Malaki sura ya 3 na mstari wa 7. Malaki sura ya 3 na mstari wa 7. Aliyepata naomba alisome kwa kutumia mic. Amen. Amina. Malaki 3 mstari wa 7. Amen. Biblia inasema tokea siku za baba zetu. Hawa watu walikuwa wamebadilika. Wako wameziacha kanuni za Mungu. Kama leo ambapo Wakristo wengi wameziacha kanuni za Mungu. Wengi wamekaa kumtumikia Mungu na kumlaumu. Lakini hawajali tena, tuko kwenye system. Tuko kwenye mfumo sahihi wa Bwana. Nisomee tumisho Bwana. Mmegeuka upande. Amina. Mmegeuka upande, mmeacha maagizo yangu wala hamkuyashika. Mmeacha maagizo yangu. Mungu ametuagiza nini kwa habari ya baraka? Mungu ametuagiza nini kwa habari ya kufunguliwa? Mungu ametuagiza nini kwa habari ya maisha bora? Hatuwezi kufanikiwa pasipo kurejea kwenye kanuni. Sasa anatupa kanuni gani? Tumisho Bwana. Anasema nirudieni mimi nami nitawarudia. Nirudieni mimi nami nitawarudia nini? Asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Turudi kwa namna gani? Mstari wa 8. Amen. Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mmemwibia Bwana. Sikiliza kidogo mtumishi. Hao watu walikuwa wapeleki zaka nyumbani mwa Bwana kama tulipo leo. Nimeshakwambia, Shetani anajua kwamba siri ya utajiri, siri ya mafanikio ya Kristo ipo kwenye zaka na sadaka. Kwa hiyo anachokifanya ni kufunga fikra za watu wasione faida ya kutoa. Wenzetu walikuwa wanatoa lakini wanaiba. Kama fungu la 10 ni 10,000 wanatoa 2,000. Ndipo Mungu analalamika kwamba wanadamu mmeniibia. Majambazi. Wanadamu mmeniibia. Lakini wanadamu waajabu nao wanashangaa. Wanasema Mungu, kwani tumekuibiaje? Nauliza kanisa, sisi hatujawahi kumwibia Mungu. Mara ngapi fungu la 10 1,000 tunaleta 200? That is the password of finance. Hiyo ndio pattern ya mafanikio. Baada ya wanadamu kuiba, kitu gani kinatokea? Mstari wa 9. Amen. Anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili. Mungu. Kwa hiyo mtu yote anayemwibia Mungu cha kwanza analaaniwa. Katika Kumbukumbu la Torati 28:16, siku moja nilisoma hapa laana za kutosha ambazo Mungu atawapa watu ambao hawaendi sawa sawa na maneno yake. Kwa hiyo Mungu ameagiza kwamba leteni fungu la 10 kamili. Kama ukijuka utalaniwa. Na utakapolaniwa nilikwambia kipi kitakachotokea? Kwanza utapigwa kwa mbuasi, pili utazaa vichaa, utafilisika, utakuwa chini, utakuwa mkia. Haleluya. Wangapi wako tayari kuishi katika hizo? Kwa hiyo kumbe lazima tujue kwa kama tukijuka kanuni za Mungu pia kuna adhabu. Niliwaambia kama ilivyo ulimwenguni kwamba ukijuka kanuni za wanadamu ambazo serikali zimejiwekea utaadhibiwa. Hata Mungu iko hivyo. Kwa hiyo kama utamwibia Mungu, amini kwamba kuna adhabu utazipata. Uko tayari kuadhibiwa. Na kama ukitii, ndipo Mungu ataachilia nguvu kwenye maisha yako. Itakuwa kufanikisha, itakuwa kufungua fikra zako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amina. Kuna mtu ananielewa? Amina. Ukimwimbia Mungu utaadhibiwa, na ukitii utabarikiwa. Maana utapewa nguvu itakao kufanikisha. Hautakuwa peke yako, utakuwa na malaika.
Kwenye biashara yako atakusanya wateja, watakuletea. Na wakati mwovu anataka kuja kuiba, Mungu atampiga. Haleluya kanisa. Sijasikia kelele za watu. Haleluya. Mungu abariki. Ningeomba nisomee sasa mtumishi wa Bwana. Mungu anasemaje kwa nini mtakaotii? Amen. Amen. Mstari wa 11. Bila Asema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Anasema mstari wa 8. Mstari wa 8. Amina. Anasema je, mwanadamu atamwibia Mungu? Mwanadamu atamwibia Mungu. Lakini ninyi mnaniibia mimi. Yaani anauliza hivi, kweli unaweza kuniibia mimi? Mimi niliyekupa afya, nimekupa uzima. Wakati wewe unaenda kupambana, kuna wenzako wamelala, kweli unaweza kuniibia mimi? Endelea. Lakini ninyi mwasema tumemwibia kwa namna gani? Tumemwibia kwa namna gani Bwana? Mmeniibia zaka na zabibu. Mmeniibia zaka na mafungu ya 10. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Maana mnaniibia mimi. Maana mnamwibia Mungu. Naam, taifa lote. Naam, taifa lote. Maana uzao, familia kwa jumla, na kila kitu. Baada ya kumwibia Mungu, amini kwamba unalaaniwa. Unapoiba fungu la 10, umkomesi mchungaji, unajikomesha mwenyewe. Haleluya. Wakati unabania zaka, hakuna mkomesha. Kwa sababu mwisho wa siku asali itakuwa ni ya kwetu sisi wenyewe. Haleluya. Haleluya. Amen. Tani kafunga fikra. Leo lazima tumkemee kwa jina la Yesu. Atie fikra za watu. Haleluya. Amen. Nikiomba nisome sasa. Amina. Anasema leteni zaka. Sasa hapa ndipo nakupa kanuni kwamba leteni zaka kamili, sio pungufu. Zaka kamili. Hebu sema zaka kamili. Zaka kamili. Mungu hataki zaka pungufu. Kama zaka ni 200, anataka zaka 200, sio 50. Kama zaka ni 10, sipukue hata 100. Alafu baada ya kutio kanuni, ndipo anaeleza ni kitu gani kitakachotokea. Amen. 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 Endelea sasa. Baada ya kuleta zaka na fungu la 10 pasavyo, Mungu leteni zaka kamili ghalani. Amina. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Amina. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema Bwana. Asema Bwana, sio Emmanuel Power. Amen. Sio mchungaji fulani. Amen. Bali Bwana asema mkamjaribu kwa kumtolea zaka. Sio kwa kufunga siku 40. Sina maana kwamba kufunga ni vibaya. Leo nataka kidogo kubadilisha mtazamo wako. Uanze kuona Mungu iliyopo kwenye kutoa, kwamba kumbe unapotoa sipotezi. Nakwambia kanisa, unapotoa haupotezi, unaongeza. Na jinsi usipotoa unapoteza. Biblia inasema anayesali anajiokoa, atayangamiza nafsi yake, na yule anayesali kwamba anachangamiza atajiokoa. Kwa jinsi tunavyoturumia na kuona sisi maskini, hatuwezi kutumikia Mungu, ndipo tunapozidi kwa na kuja kanisa. Kataa kuwa mnyonge kanisa, mwambie jirani yako, kataa kuwa mnyonge. Kataa kuwa mnyonge. Na Biblia inasema hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni. Wanyonge sehemu yao ni katika ziwa liotoro moto. Kataa kuwa mnyonge kanisa. Sisikia shaka. Kataa kuwa mnyonge. Amen. Kuna mtu ananielewa. Amen. Kuna mtu ananielewa kabisa. Amen. Mungu anasemaje tukishatii kanuni? Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Anasema toeni zaka muone kama hata wafungulia. Yaani tusilalamike kabla ya kutoa. Baada ya kutoa ndipo tukae tusubiri. Alafu tuone kama hata kufungua madirisha ya mbinguni. Wewe nilikuwa nikikwambia kwamba sadaka ni mlango. Unapotoa ile nifukua ni paswe ya kufungua lango la baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo baada ya kutoa anasema kaeni relax. Alafu muone kama sitawafungulia madirisha mbinguni. Na kufanya nini? Na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi. Hata isiwepo nafasi ya kutosha. Kwenye biashara ufanikiwe, kwenye kilimo ufanikiwe, kwenye afya ufanikiwe, kwenye watoto ufanikiwe, kila mahali ufanikiwe. Oh, haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Una watu wameona somo ni gumu.
Kuna watu wanamwibia Mungu hapa. Manake kutubu na kuletea katika kweli jambo sio kununa. Hebu changamka, piga kelele haleluya. Baada ya kumsalimu Mungu kwa njia hiyo, ndipo anasema nitafungua madirisha na kuwamwagieni baraka. Maana atakupa majeshi yasiyoonekana yatakayokufanikisha usiku na mchana. Biashara yako italindwa, mashamba yako yatalindwa, mifugo yako, magonjwa hatavamia. Haleluya. Hakutakuwa na mapoza kwenye kazi yako. Maana Mungu atatilia nguvu itakayopambana na shetani. Punga mkono, sema haleluya. Amen. Mungu anasemaje? Anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Hapa rudi nyuma kidogo. Na kuwamwagieni baraka. Na kuwamwagieni baraka. Na kuwamwagieni baraka. Mimi naendelea hapo sasa. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au isiwepo nafasi ya kutosha. Au la. Kuna moja anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye wala hata aliye. Kwamba kwa ajili yenu Mungu atamkemea alaye. Amen. Kuna watu wakipanda mahindi yanapatwa na viwapi? Amen. Nilikuwa nikiongea na mtu mmoja nikasema maana hata hivyo kama ukiwa mwaminifu Mungu atakemea. Atakemea wadudu wanaoharibu. Kwenye biashara yako atakemea misukule. Amen. Majini yanayokuja kuiba atakemea. Amen. Kwenye kazi yako Mungu atabariki ufahamu. Hautawaza kula tu, utawaza kuangalia kwenye maendeleo. Ndizo baraka zenyewe hizo. Maana ukilaniwa hata ufalme wa kwanza maisha unakuwa haupo. Haleluya. Siku nyingi nimekuwa nikifundisha. Kuna watu wanaangalia mipango kwenda mbele, hiyo ni laana tayari. Nishana kwamba kuna sema mimba. Lakini Mungu akisha ukomboa, ukishatii kanuni cha kwanza atabariki ufahamu. Utaanza kuwaza kuinuka. Utaanza kuwaza kuongezeka. Utaanza kuwaza kujitanua. Anasemaje mbele? Wala zabibu. Amen. Zabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote na basi ndio nilitaka pale na kusema naye atawabariki. Pasiwepo sehemu ya kutosha. Haleluya. Amen. Ameshapasoma sio? Ameshapasoma. Mtumishi wa Bwana aliongezeka. Akasema atawabariki. Mtashindilia. Yaani atabariki baraka zitasukwa mpaka tamwagika chini. Yaani mtakuwa na pesa mpaka zingine pa kuweka pata kuepo. Haleluya. Amen. Ambatana na hili neno. Mtakuwa na pesa mpaka kwenye akaunti za benki pesa zitajaa, mtaona hakuna haja tena kupeleka benki. Haleluya. Haleluya. Amen. Mtatembea kifua mbele. Pesa zimejaa mifuko mbele na nyuma. Hakuna kulia aliyeshika tena. Maana ni Mungu ameahidi. Kama mkitii atawabariki kiasi hicho. Kujaa kusukwa hata kumwagika. Pesa zitajaa mbele. Nyuma pesa zimejaa. Hakuna kulia tabu. That is the password of finance. Your password. Na kila siku nimekuwa nikiwaambia ya kuwa Mungu ni mtu wa demokrasia. Ameumba njia mbili. Unachagua na hakulazimishi. Hii kanuni upate baraka au kucha kanuni upate laana. Hakuna chaguo lingine. Hakuna kukata. Ukitii utabarikiwa. Na ukivunja utalaniwa. Haleluya. Amen. Torati 28. Anasema itakuwa utakaposikia na kuyafuata na kuyatii yote ni kwa hayo hile, ndipo hizi baraka zote zitakujilia. Bwana amekuagiza nini? Kitu gani ambacho Mungu amekuagiza? Kama ukitii utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wako. Anasema na kapu lako la unga halitapungua. Maana hazina yako haitapungua. Hakuna siku utalalamika kwamba sina hela. Siku zote utakuwa na hela. Haleluya. Hakuna siku unasema leo sina chakula. Pako chakula kitajaa, pako utamwaga. Kuku atajaa kwenye majala lako, yote ni baraka. Haleluya.
Kuna kuku wanajaa majalala asubuhi kwenye majalala kufuatilia biashara ya baraka. Kuku haini kwenye jalala ambalo hakuna chakula. Na mtu maskini hawezi kumwaga chakula. Kwa hiyo unapoona wanajaa majalala ni ishara kwamba hapa kuna tajiri kwa kumwaga chakula. Kwa hiyo mtasimama hai. Lakini nisikilize. Kikataa kutii pata adhabu. Sasa mko tayari kulaniwa au mko tayari kubarikiwa? Sadaka ni unapotoa useme toa kwa ajili ya mtu fulani hapa. Unampa ni Mungu, na anayewajibika kukulipa sio mwanadamu, ni Mungu. Watu wengi wanalia, watu wengi wanalalamika kwa hatuoni mkono wa Mungu kwenye biashara zetu, hatuoni mkono wa Mungu kwenye uchumi, hatuoni mkono wa Mungu kwenye maisha yetu. Mungu anaona nani aliyetangulia kunipa alafu mimi sijampa. Hawezi ukadai kwa Mungu kama hujampa kwanza. Anataka umpe kwanza ndipo umdai kwamba mbona Mungu nimekupa. Hivyo basi narudia tena, atakayetoa kwa kuku ndipo mlango wake utakapokuwa mkuu. Aliye nacho ataongezewa. Yesu alisema hivi, na asiye nacho atanyang'anywa. Aliye juu ataendelea kuwa juu, na aliye chini ataendelea kuwa chini, mpaka akatae unyonge na kusema mimi si wa chini. Haukatai kwa maneno bali kwa vitendo, kwa kwenda kwenye kanuni. Hivi kanuni ya kuinuka inasemaje? Sasa niongezee kitabu cha Malaki 2. Tuona malizia hapo. Kitabu cha Malaki sura ya 2. Kitabu cha Malaki 2 sura ya 2 mstari wa 3. Mungu anaongea kwa habari ya wale wenye kiburi. Katika maisha watu huwa hawasikii. Sasa hata Malaki alipowafundisha wako waliopuuza, Mungu akiwa kwenye kilele cha ghadhabu asema nitawafanyia jambo la ajabu mtashangaa. Hebu nisome ni jambo gani kwa wanamwibia Mungu zaka na kuku la kuku. Mungu anasema atawafanyia kitu gani? Soma kwa sauti kila mtu asikie. Angalieni kwa sauti ya juu tumishi. Anasema angalieni. Ongeza sauti kila mtu mpaka kule tusikie. Kitu gani anawafanyia watu wanaomwibia? Anasema angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu. Kwa sababu ya kumwibia ataikemea mbegu kwa ajili yenu. Maana mtaji utawekeza mtaji lakini hautapata faida. Nanyi nitazipaka nyuso zenu mavi. Hebu sema kwa sauti, kuna mtu hajasikia ndio maana hawajacheka. Nami nitazipaka nyuso zenu mavi. Naye atapaka sura zenu mavi ya sadaka zenu. Rudia. Anasema nami nitazipaka nyuso zenu mavi na mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nazo. Kwa hiyo baada ya Mungu kuonya na kuona watu wanamwibia, wakati ameingia baraka. Kwa hiyo sio tena anasema atapaka sura zao mavi. Amen. Maana hata utakuwa watakuwa ukataliwa. Wakienda kwenye biashara watakataliwa. Kwenye kilimo watakataliwa. Amen. Kifamilia watakataliwa. Amen. Nani anayependa mavi? Hakuna atakayekupenda kisa umemwibia Mungu. Haleluya. Watu wengi hawajui siri, ila shetani anajua. Ndio maana amefunga fikra. Watu hawaoni maana. Leo ninakuuliza, kuna pesa gani hukuitolea fungu la 10 alafu ikafanya jambo la maana? Kuna pesa gani hukuitolea zaka alafu ikafanya jambo la maana? Wewe mwenyewe nisaidie. Kila pesa wewe uliona vigumu kutoa zaka, hakuna jambo la maana ulifanyia zaidi ya kula. Kwa hiyo fungu la 10 pia ni ulinzi. Amen. Unapotoa fungu la 10 maana unamwita Mungu kwa ajili ya kulinda kinachobakia. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikasema hivi, ukipata 20,000
fungu la 10 2,000. Utakupa kukutoa nini ukipewa 2,000? Yaani 2,000 inalinda ile 18. Halafu inafungua na baraka zingine. Lakini watu haoni maana, haoni samani. Ndio maana wameshaoshwa wamekuwa chini, maana malango ya baraka hajafunguliwa. Funguo ni zaka. Funguo ni sadaka. Wakati wako tayari kubadilika. Amen. Maana Mungu hana mamlaka. Anakuwa hana tuseme hakuna agano ambalo limefanyika, kwa sababu unapokuwa na kipato halafu ukaomba Bwana fungu la 10, lile ni agano unaweka naye kwa ajili ya kilichopo. Mungu atakuwa na uhalali wa kulinda, atakuwa na uhalali wa kunyosha mkono wake pale, lakini kabla mpa uhalali unatoka wapi? Ndipo anakuja kusema kwenye kitabu cha Hagai ya kuwa kwa sababu ya watu wa kutokutii nitatoboa mifuko yao. Maana watakuwa na hela lakini hazitafanya kazi. Sasa watu wangapi leo mifuko imetoboka? Wanapata hela nyingi, wanapata fursa nyingi, lakini maisha yao yako pale pale. Hakuna kubadilika, hakuna kwenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu Shetani amefunga mioyo yao wasiende kufungua lango. Ndugu, leo ikafungue lango. Amen. Leo ikafungue lango. Amen. Fika ibali toba mwambie Mungu, kuanzia leo nataka kufungua lango. Halafu uone kama Bwana hatakubariki. Kama ukitoa sikubariki, ndipo tuende kumuuliza Mungu, mbona umesema hapo? Kwa nini hujambariki? Kwa hiyo watu wangapi kwa imetoboka leo? Watu wangapi wamekuwa chini lakini hawakutakiwa kwa hiyo? Ndugu zangu, tumeshakuwa na miomba. Sadaka inaleta watu katika maisha ya kiroho. Jambo masadaka ya giza na nena. Walipokuwa wanasaliwa, vitogo vyao vilichukuliwa zikaenda kuungamanishwa na mizimu. Sasa kule havikuungamanishwa, walikamanisha kwa sadaka. Leo maisha nasumbua, familia nasumbua, uchumi tatizo, afya tatizo, yako kama sadaka yananena. Imetupaza kwenye kanisa. Kuna masauti yananena katika ulimwengu wa roho. Yananena kuto kufanikiwa, wewe unapambana ufanikiwe. Yanakusomea hakuna kufanikiwa hapa. Unawaza ninuke sehemu fulani kuna fursa imetokea. Yanakwambia fanya hakuna utakachofanya. Tolewe. Sasa lazima tunyamazishe. Tunanyamazishaje? Kwa kuwa uliweka maagano kwa sadaka. Hatuna budi kuweka agano na Mungu wetu kwa sadaka. Ili sadaka zetu zikanyamazishe masadaka ya mizimu. Amen. Masadaka ya wachawi. Haleluya. Unapotoa sadaka upotezi. Mwambie jirani yako ukitoa upotezi. Ukitoa upotezi. Mwambie tena ukitoa upotezi. Ukitoa upotezi. Ila unaongeza. Ila unaongeza. Nani atakayeelewa hivi? Nani ambaye fikra zake leo utapunguka? Nani moyo wake utapunguka kwa mimi kwa unapotoa sipotezi? Haleluya. Ndio maana mtaona wale wanaotoa kila siku wanatoa. Na wale wasiotoa kila siku wapewe, kwani kwa sababu kuna mmoja amefungua lango, mwingine hajafungua. Si kumsaidia pia hajafungua, ni kumwelekeza kwamba Bwana, funguo ya lango ni hii hapa. Haleluya. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kuna vitu vinahitaji tuombe sasa. Tutaomba kufungua vifungo. Tutaomba kumpinga shetani. Tutaomba kuyapinga mapepo. Lakini tutatoa sadaka kwa ajili ya kufungua uchumi na kumwita Mungu alete baraka kwenye maisha yetu. Kitu cha tatu, baraka ni nguvu ya kufanikisha katika maisha yako, ambayo inakuja kudhibitika katika mwili kwa matendo. Narudia tena, mafanikio ya mwanadamu yoyote yanategemea ni kitu gani kipo katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho ukiwa na masadaka ya giza, tegemea maisha yako yatakuwa ya giza. Katika ulimwengu wa roho ukiwa na sadaka ya nuru na ikanena, tarajia maisha yako yatakuwa kinuru. Kwa hiyo Mungu ajachilia baraka kwenye maisha yako kiroho. Utaona matunda kwenye mwili wa kawaida. Hayo matunda ndio nimekwambia. Biashara zako utazaa matunda. Mashamba yako yatazaa matunda. Watoto wako watakuwa vitu wasiomikia, hizo ni baraka. Hazina yako na akiba yako itapungua. Haleluya. Haleluya. Usiseme mimi ni mdogo. Usiseme mimi ni mdogo. Kwenye kutoa kuna 10 na sadaka. Yesu akutoa vigezo.
kwamba labda wanaostahili kutoa ni wakubwa tu. Yoyote anayepata kipato chache amestahili kutolea fungu la 10. Halafu sikiliza nikwambie kitu. Watu wengine kuna mtu mmoja siku nyingi zimepita kidogo, nilikuwa namwelekeza kwa habari ya fungu la 10. Kwamba pia unapotoa fungu la 10 ile ni shukrani kwa Mungu. Samahani kwa kuwachelewesha. Kwa sababu wakati una nguvu ya kupambana, una nguvu ya kufanya kazi, kuna wenzako ambao wamelala hospitali. Kwa hiyo unapopata chochote na kuleta madhabahuni, ni sawa kwamba unamshukuru Mungu kwa kumpa afya. Lakini unapomwimbia ndipo anakasirika, maana kusima unaotumia kufanya kazi na amekupa. Bwana asifiwe. Unapotoa upoteze. Unapotoa kunaongezeka. Na jinsi ambavyo hutoi ndipo unapoteza. Mambo ya Mungu ni ajabu. Yaani kinyume chake ni sahihi. Kutoa ndiko kuongezeka. Na kutoa ndiko kupungua. Haleluya. Kutoa ndiko kuzidishiwa. Na kutoa ndiko kugawanywa. Wangapi wako tayari kubadilika? Wangapi wako tayari kubadilika? Basi, unaweza kusimama pale ulipo. Ndio tunaelekea sasa kubadilika. Unaweza kusimama pale ulipo. Unajua sasa. Unajua ni mara ngapi umemwimbia Mungu? Unajua ni mara ngapi umedanganya? Wakati huo uendelee kujiuliza. Toka nimeanza kudanganya. Toka nimeanza kuona hii hela na siwezi kutolea fungu la 10 itakuwa sana. Umepata nini? Au umeongezeka wapi? Tokea umeanza kutoa fungu la 10 kuna mada watu umefungua. Tokea umeanza kutoa fungu la 10 kuna chochote cha maana ambacho umepata. Zaidi ya kununua tu kilo ya wali na samaki. Hakuna. Tokea umeanza kutoa sadaka hakuna maana. Kuna chochote umekifanya. Hata kwa nini usijeuke leo na kusema nataka kugeuka? Haleluya. Tokea umesema mimi nikitoa fungu la 10 nafaidisha mchungaji. Hakuna maana kutoa. Kuna maisha yote ya maana umeyapata? Hapana. Na wanaojiona wajinga, wasema hata kama napo mchungaji ngoja nipe. Umeona maisha yalipo? Wanasema hata kama mchungaji atakula, ngoja nitoe. Umeona maisha yalipo? Wapo kama sisi. Wanalialia. Wanaosema makanisani hata kama sina hela nitatoa mchango. Unaona walivyo? Na sio kama hakuna chakula nyumbani sitoi. Umeona tulivyo? Ni nani ambaye anatia huo? Na nani mwenye furaha? Anayetoa na asiyetoa, yupi ana furaha? Yupi ana furaha? Anayetoa na furaha na kila siku anaongezeka. Asiyetoa ana furaha na kila siku anapungua. Kwa nini tusikatae unyonge kanisa? Kwa nini tusikatae unyonge? Hakuna wanyonge watakaoingia mbinguni. Baba, katika jina la Yesu. Bwana Mungu, watu wako wamesikia. Mimi kwa jinsi ulivyonijalia, kwa jinsi Bwana ulivyonisaidia na kunipa neema nimenena. Sio kwa mapenzi yangu Bwana, wala sio kwa makusudio yangu. Bali nimenena tu kile ambacho Mungu kipo katika maandiko matakatifu. Hebu kila mmoja pale alipo. Wewe unajua masharti kuliko mimi. Kama unajua kumwimbia Mungu, amesema atapaka swala nini? Alafu utafanya nini? Utalapiwa. Sasa ili kuepuka hizo sababu, nenda mbele za Bwana. Unajua kwamba nilipata pale nikaona tamfailisha mchungaji. Unajua, omba toba. Omba msamaha. Mwambie Mungu akuletee. Aanze kufanya agano na wewe upya. Maana agano la kwanza na wewe umeharibu. Mwambie habari agano la pili. Agano la kwanza limekuwa ni batili. Mwambie Mungu anza kufanya agano jipya. Sasa nitakuwa mwaminifu. Nitakutolea zaka na dhabihu. Nenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu. Sauti yako tunayo, sauti yako tunakushukuru. Mungu wetu mwema, Mungu mtosha. Yesu Kristo ni malaika. Baba, tunaomba rehema. Malaika Bwana tunakushukuru. Malaika Mungu sana Yesu turehemu mfalme wa amani rehema. Kuna maana tunajifunza neno lako Bwana, tutaendelea kutembea. Lakini Bwana unaotoa ndio wanaoneemeka. Tusaidie Bwana kulishika katika neno lako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Asante. Naomba tusamehe Bwana. Naomba tusamehe Bwana. Naomba tusamehe Mungu.
tulipokosea, tulipoenda kinyume, tukakuibia, Mungu tusamehe. Jipya leo, anza agano, fanya nasi agano jipya. Yesu Kristo ambalo haitabadilishwa na shetani. Shetani hataweza kuingilia. Fungua kwa mzee Bwana, tukaone faida ya kutolewa, tukaone faida ya kutolewa katika jina la Yesu. Fungua kwa mzee kila moja, fungua moyo kila mmoja, kupacha sawa. Inawezekana njia zilikuwa zimefungwa kwa maana kwa sadaka ya agano la Yesu Kristo. Njia ikafunguliwe, Yesu Kristo. Achilia barasi, watu wakopona wamekiri kugeuka. Achilia faida ya kutolea, wakachue faida ya kutolea, wakachue kuibia. Mungu asamehe na kubariki katika jina la Yesu. Katika jina na mkemee shetani na mapepo yanayovuka fikra zao, yanayovuka fahamu wetu. Kwa jina la Yesu, yakashindwe na kuteketea. Katika jina la Yesu, Bwana, tembea na watu wako. Tembea na baraka zako sana. Asante.